ambao nikawa na posti YouTube, ambao wakawa wanafuatilia ni ndugu zangu, lakini pia baadhi ya watu wengine wako nafuatilia. Kwa zile comments zilikuwa zinapatia mimi matumaini kusema kwamba one day yes. Baada hapo nikakaa nikakutana na blaza mwingine ambaye anaitwa Jaldo Fire. Huyo blaza ni blaza ambaye alitokea sana kunielewa kwenye hiyo kazi yangu, hata akasema mdogo wangu, unajua ni vile haujapata wawekezaji na haujapata watu wa kuwekeza. Basi hapo pia akaja pia blaza mwingine ambaye anaitwa Jeffrey. Tukakaa wakasema kwamba, nikamwambia blaza, mimi kama mkubali, mimi naomba basi walau hata mnisupport. Akasema mdogo wangu, si kwenye kwa mabosi zako sisi ni uongo, lakini kwenye kukusupport kazi moja kazi mbili sio mbaya. Akasema nitashukuru kwa sababu ni moja kati ya nini ya hatua ambayo itakuwa ni nzuri kwenye muziki wangu. Basi nikakaa na mablaza nikamwambia kwamba mimi ni msanii hivi na hivi na hivi. Basi wakanielewa na nikasema kwamba ili jambo ni jambo la kufurahisha sana. Blaza Jeffrey nilipata kwenye simu nyingine pia, ambaye alipambana kwa kumpata Blaza Jaldo, alikuwa ni meneja. Sababu meneja ni mtu ambaye alikuwa yani mpaka alistop kujiposti, alistop kuposti chochote, akawa ananiposti mimi every time. Kwa ambao wanafuatilia wanajua, na mpaka muda huu mambo mengi, mpaka kuna wengine waga hawajui sura. Ina maana hata kuna baadhi ya watu ambao wapo kwenye WhatsApp yake waga wanajua kwamba mwenye WhatsApp ile ni mimi, kwa sababu muda wote nipo kwenye status. Basi tukakaa na uchinga, basi sio mbaya, sisi tumepanga hivi. Basi tukafikiria kwa kazi hii, basi tukafanya kazi, nikamshirikisha Blaza Rocky, tukafanya kazi hiyo. Kazi akanibless, tukafanya video, kaisha, tukaposti, tukajaribu kupambana, ikafikia watu baadhi. Lakini pia moja kitu ambacho kinanipatia matumaini ni comment za watu, na kuamini kwamba kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanikubali, wengine kunikataa, dogo haujui. Ila mimi sikukata tamaa, nilizidi kupambana. Lakini pia baada hapo nikakaa na mablaza chini, nikamwambia blaza, sisi tuna idea fulani, ambayo idea hii kama kuna uwezekano tunatoka tukafanya na Malkia Zoo ambaye ni Dogo Zoo, itapendeza sana. Akasema basi sio mbaya, wewe ndo msanii unaweza tukapendekeza kitu, lakini sio kukuchagulia kitu. Basi sikukata tamaa na sikuhangaika sana, nikamwambia kwamba bana, ni idea fulani hivi na hivi. Akasema basi sio mbaya, basi nenda kwanza mkaongee nao tujue mikakati, kwa sababu msanii huwezi kuja kumomba msanii collab hujajua kwamba ana mikakati gani. Sema basi hii ni sanaa. Meja akaniambia kwamba kwenye kazi yako usikosage kuheshimu msimamo wa msanii mwenzako au mikakati ya msanii, kwa sababu itafika time pia na utakuwa na misimamo yako. Kuna watu ambao watakuwa nakuja kukuomba hata collab, inatakiwa pia wao wanazingatia na kuheshimu mikakati yako. Niomba tukaambia kwamba bana, Zoo waga anafanyia kwa shilingi kadhaa, basi sio mbaya, atakupunguza 100 wala 200. Na mimi ninaamini kwamba hiyo ndio mikakati yake, na tunahaja kufanya naye kazi, na kazi iwe ya moyo mmoja. Basi tukamlipa, na baada ya hapo tukaanza kazi. Changamoto nyingi ambazo tulizipitia kwenye kazi hiyo ilikuwa kwanza kwenye studio. Kwenye studio kufika pale mimi nikarekodi. Mimi nikarekodi mara ya kwanza. Baada ya kurekodi mara ya kwanza, kumpigia simu akasema kwamba atakuwa kwenye sherehe, na maana hayupo. Kwa baada ya hapo nikasema sio mbaya, hata siku nyingine basi producer, naomba unifazie alafu mimi unitumie ili nisikie ambacho nimekiimba. Hapo ilikuwa sio kwa producer mwingine, bali ilikuwa ni kwa Alex Sound, kwa sababu niamini kwamba ndio producer ambaye alinielewa. Mpaka mtu anajitolea kukusaidia kwa moyo mmoja, basi nikamuelewa, nikapata pia hata kwenye hiyo kazi nyingine nikafanya kwake. Baada ya hapo siku nyingine tukakuta kwamba kuna Warundi ambao wanarekodi, ndugu zetu Warundi pale. Nikasema basi sio mbaya, huwezi kumtoa mtu kwenye mic, na ukiangalia kwamba nimefika nyuma, basi ni kama wametangoza, sababu wao walifika kama mida kama ya saa 1 kama na madakika hivi. Mimi nilifika kama na saa 1 kama na dakika 13 kama 15 kama sijakosea, saa asubuhi. Nakuta kwamba
ndo wameshafika. Mimi hivyo niliona kwamba ndo nimewahi, kumbe kuna ambao walikuwa wamelalia kama kiporo. Basi sio mbaya, wakarekodi tukakaa pale mpaka ikafika mpaka saa 6 saa 7 sijala chochote mzee. Sijala chochote, nikakaa nikasema kwamba oh my god. Nikumuuliza mimi akasema pesa ambazo tulikuwa nazo basi tumeshalipa wapi? Hapo kwa producer. Kwa ina maana ni ngumu sana kupata pesa zingine. Basi tukakaa, wakaja pia. Siku hiyo ilikuwa ni siku ambayo ni tofauti kabisa na ambayo nilikodi mimi. Hiyo ikawa ya Malikia Zoo kurekodi. Akarekodi akamaliza. Kazi kwa tunasubiri, kazi ikamixiwa ikakamilika. Lakini changamoto kubwa ambayo nilipitia ni kwenye video kukamilika, kwa sababu video ilikuwa na changamoto nyingi sana. Mpaka hizo changamoto zenyewe zikaniaminisha kwamba ukweli kwenye kupambana kuna mengi sana. Video tukapanga mambo ya video, kwanza kwenye kupata pesa za video tukawa tunaongonga, sababu alisema kwamba ambao tulikuwa nao sisi, tukasema kwamba sisi tuna kiasi kadhaa, lakini au mambo mengine mtapambana nyinyi. Nilikuwa na beskeli fulani hivi, kaka blue fulani hivi, au kaka beskeli, kuna faza ambaye niliambia kwamba nauza, nikapewaga 93 nafikiri. Hiyo pia ikasaidia kwenye kununua baadhi ya nguo zangu kwenye take ya pili ya wimbo ambao tulifanya na Malikia Zoo. So kwenye kushoot hiyo video akasema kwamba mimi kwa uwezo wangu na kwa navyoona inatakiwa tufanye kitu kizuri. Inatakiwa tusifanyie video hapa kwenye mazingira ya hapa nyumbani kwetu. Tukatoka kidogo, maana ilikuwa ni hapa lakini sio hapa sana kivile. Tukasogea kabisa kule kabisa maporini. Kwenda kule tukakaa kule, tukamsubiri Malikia Zoo mpaka mida kama saa 9. Sasa mimi ni mtu ambaye nilikuwa sipendi kuongea. Mimi yani ndo kawaida yangu kwamba hata kuna na mwingine kwa sababu ya heshima unaweza kaa unafanya hata kitu kibaya na nisikiongee kwa muda ule kwa kukuheshimu, lakini next time nitakwambia kwamba hapana, hapa ulikosea na kwa nini ulifanya hivi. Basi mimi nikaona sio mbaya. Labda pengine mtu unaweza kuja kumwomba lakini hujui kwamba kule ana mambo ngapi ambayo anapitia. Piga simu kipengele, kupiga simu kipengele. Basi wakaja, ilikuwa ni saa 9 saa 10 inaelekea. Mimi nilikuwa nishashuti baadhi ya take peke yangu ile, nikasema kwamba hii ngoma yenyewe ni ngoma ya mimi nikimba kidogo basi Malikia pia anaimba kidogo. Kwa nikaona kwamba ni ngoma ambayo mtu kushuti peke yake ni uongo. Basi tukakaa pale, tukawa tunamsubiri mtu mmoja tu ambaye alikuwa ni Malikia Zoo. Piga simu. Nao tulipokuwa sisi ikawa ni kipengele kupafahamu, kwa sababu ni sema ambayo tujui tutamwambia tupo sehemu gani. Tukasubiri mpaka mida kama saa 9 kama na madakika za juu kabisa huko kwa kuelekea saa 10 ndipo wakafika. Lakini cha kushangaza nikapewa dakika 15 za kushoot, ambaye alikuwa ni CEO wake. Kwa mimi sikusema sana, kwa sababu niamini kwamba uwezi kumpangia kitu cha mtu kuongea, kwa sababu kila watu na mikakati yao. Basi mimi sikubisha, lakini ambacho nilisema kwamba ni ngumu kushuti dakika 15 kwa sababu take moja tu, nyimbo ina dakika 3, na kama ina dakika 3 ama dakika 4, lazima kwenye kushuti kuna kuanzia, lazima kwenye kushuti kuna ile kusema kwamba utashuti bila mudi, lazima kwanza utashuti afu ile nyingine kwanza inatoa hapo kama kiporo tu, yani kama draft, lakini sasa nyingine labda ya pili ama ya 3 ndio unaweza ukashuti vizuri na mudi. Sasa ukipiga hesabu ukishuti ya pili ya 3 tayari zile 15 zimeisha. Baada hapo nikaona kwamba ni kitu ambacho labda pengine joking, nikamwambia labda pengine ana joke. Basi nikakaa tukashuti hizo dakika. Ukweli kuna dakika ndio zikaenea, wakawa nasema kwamba tu stop kushoot, kwamba muda umefanyeje, muda umeisha. Sasa tulikuwa watu kibao, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao nilikuwa naomba kwamba bana tuende tushuti nyimbo. Kuna baadhi ya mamodo ambao niliwaomba, mpaka kuna wala ambao walionekanaga kwenye video, wale wenye misuli au pia niliwaombaga brother ni hivi na hivi, nikawaomba pia wakakuepo.
Kwa tulikuwa kabisa kama wengi, yani kama watu kama sijakosea ni kama 20 na kwa tukawa kibao kule. Sasa hapo fujo ikaanza kwamba shooting imeisha. Mimi kwenye fujo yote mimi sikuongea chochote au meneja akaongea chochote, kwa sababu wanasemaga kwamba ukiwa unajua kwamba unahitaji kitu fulani, ya kubidi uwe mpole, ya kubidi uwe mnyenyekevu, na sio labda pengine haujui kuongea, lakini vile kwa sababu labda una heshima au una heshima na mtu, unaona kwamba labda ukimjibu basi utakuwa ni kama unamkosea heshima. Basi fujo ikaanza hapo, sijui tuondoke. Mpaka kuna mtu nikamwambia blaza, mimi ndo nikamwambia blaza, hapana, kushuti dakika 15 hapa ni uongo, naomba shuti dakika nyingine. Basi tukapewa dakika 5. Nikasema sasa ina maana hizo dakika 5 ni ili kushuti nyimbo nzima, na zile dakika 1 ni zile za kuangalia dakika, ndo angalia kwamba bana imekuja vizuri ama vipi. Nikaona kwamba kwenye kuendelea, basi nikakubali kwanza dakika 5, basi sio mbaya. Ila nikasema kwamba no, shooting gani ambayo itafanywa dakika 20? Hapo ni uongo. Tena pia ukiangalia ni kwamba muda wenyewe ambao upo ngumu sana. Nikaona labda pengine kwa sababu ya kuangalia muda na atupo nyumbani, maybe labda inaweza kuwa ni sababu. Nikawa najiaminisha kitu kama na hicho. Lakini tukakaa, lakini Malkia alikuwa anaonyesha moyo kunisupport, alikuwa anaonyesha moodi ya kazi. Akasema vumilia, so tufanye kazi na tuwe na kila mtu arizike. Huyo hapo ndo CEO wangu wa kazi, kwa jitahidi ufanye juu chini arizie tufanye kazi. Akasema basi sio mbaya, mimi mpaka nisiongee sana kwa sababu mimi nafanyaje, mimi namheshimu, lakini pia nakuheshimu na wewe, na ndio maana mimi nataka tufanye kazi. Na ndio maana mimi sijaongea sana, kwa wakao wanabebana pale mpaka walifikia kubebana na director Tolo. Akasema 1 2 3, nikasema basi sio mbaya, si tushuti kwanza. Kushuti kwa kipengele, akawa anamuomba Malkia Zuu kwenda nyumbani. Mpaka ikafikia hatua kusema kwamba anakuwa ananiambia, mdogo wangu nikurudishie pesa zako. Nikasema so mdogo wangu nikurudishie pesa zako? Nikasema hapana, mimi sipo huko, mimi na haja ya kufanya kazi na nyinyi na sihitaji kitu kama na hicho kitokee. Kwa hiyo mimi nikaona kwamba siwezi nikaongea kwa sababu najua ni blaza. Kwa hiyo kuna heshima ambayo nilikuwa nikimpatia. Nikamwambia blaza, hii pia ni kazi yangu, yani kama kazi yako. Wengine wakawa wanamwambia, je, kwenye shooting yako kukitokea vitu kama na hivi unaweza ukafurahia? Sisi tumekubali, kuna baki teki moja tu afutwe kwa sababu huko kote ni mbali kule hajakataa, lakini hata mimi pia kusio nyumbani kwetu. Kwa wote ambao unaona huko, na maana huko sio nyumbani kwetu. Kwa hiyo ningeshangaa kuona kwamba labda mnakuja nyumbani kwetu kuja kushoot, afu muda unaenda mngesema kwamba sisi tunataka tuende nyumbani, lakini huko kote ni mbali kweli, lakini sio nyumbani kwetu, sio kwetu wala sio kwenu. Basi so unapokuwa unaheshimu kazi ya mtu, basi ujue kwamba ile kazi pia ni kama kazi yako. Kwa tunaomba uheshimu kazi ya mdogo wetu, kwa sababu naye pia anahitaji support yako. Basi ikawa ni hivyo, tukawa tunashuti mabavu. Sasa kwenye kushuti hivyo, kwa ile kwamba mtu unakuwa unashuti kwa bado yani hapo kwenye moodi, kelele nyingi sana, mara anaitwa mara hivi. Sasa daktari akasema kwamba tushuti kwanza, bali hizi clip nitaenda kuzikagua nyumbani, angalia kwamba zinafaa kuonekana kwenye video ama hazifai. Basi tukashuti. Baada hapo yani tulishuti kama ni mara moja tu, na baada ya kumaliza akamchukua mpaka kwenye pikipiki wakaondoka. Tukashuti, ilikuwa ni siku ya 6 sisi kusubiri take ya pili kukamilika. Na maana siku ya kwanza mvua, ya pili mvua, kwa sababu ilikuwa ni kipindi cha nini cha masika. Kwa baada hapo tukakaa hiyo take nyingine kukamilika, nikampigia blaza simu, blaza, kwa sababu nikaona kwamba everything ananiambia kwamba ukitaka kumwambia dogo chochote basi tell me first. Kwa nikamwambia, akaniambia bana niambie mimi kwanza. Basi nikamwambia bana, huku sisi tumeshaandaa nini kesho, kwa sababu kwa kwanza hata kabla hivyo niwaambia jana kwamba bana leo siku hizi mvua inasumbua, lakini kwanza kesho nao pia kama mvua itasumbua. Kufika saa 10 ikanyesha, kini ikanyesha kidogo, basi jua tena ikaja kwa kama vile na kaunyevunyevu. Napigia simu, akaanza mdogo wangu
kazi gani za kustukizana hizo? Kwamba blaza, kwa mwenyewe unajua kwamba hali yenyewe hairuhusu, kwa ina maana ni hali tu kama ya kutegetegeshea. Basi wakaja, baada kuja tukashuti teki moja tu ile ambayo tupo kitandani na tunacheza midoli. Baada ya hapo kuna teki nyingine ambayo tu alikuwa ameandaa ya sisi wawili, lakini haikuwezekana kwa sababu ya kuona, unajua huwezi kuforce kila muda kwamba uforce no. Ngoma hiyo bahati nzuri nikakaa manager, tukafikiria no, tukafikiria tukatafuta connection na Eliza ambaye sasa hivi anaitwa Mama D. Hapo tukajaribu kuongea na jamaa fulani ambaye alikuwa kwao ni karibu na kule kwao na Mama D. Basi tukaongea kwa sababu mimi tunamtafuta nani Eliza, kama kuna uwezekano basi tutanisha naye. Basi tukaongea naye kwamba dada, mimi nina shida, kama nina shida ya 1 2 3 nataka tufanye challenge. Baada hapo ya kufanya challenge, tukafanya challenge, tukaposti, watu wakapokea vizuri, na baada hapo nikaanza kupambana kikazi kwanza. Dogo Zuu alikuja kunisupport, nikumbuka challenge ziko zishakuwa kwenye 500 kama sijakosea, sababu bidii ina maana mpaka nyimbo kwanza kufika mbele za watu nipambana peke yangu, na sikungoja nguvu ya collab kusema kwamba yule ambaye nimemshirikisha labda ndo aje kuikuza, kwamba aitoe chini aje kuipeleka mpaka juu. Niliamini kwamba hata kwanza mimi nitoe chini, akija kutia nguvu basi itaondoka zaidi. Basi tukafanya challenge. Baada hapo bahati nzuri nyimbo ikashika, lakini pale kwenye kushika kwa nyimbo ndipo unajua siku zote mazoea waga yanakuja pale ambako ukutana na mtu, basi mazoea yakaja, na hapo ndipo ambako nikapiga mpaka kuwa kwenye mahusiano na Eliza. Na baada ya hapo mengi ambayo alitikanaga ambao yapo na yanafahamika kwamba mpaka alipofikia kuwa mjamzito na kujifungua, na mpaka muda huu anaitwa Mama D. Kwa hiyo yote hapo ilikuwa ni ina maana kitu cha kwanza mimi kunikutanisha na Eliza ilikuwa ni kwa sababu ya hiyo nyimbo ya Amenizidi ambayo nilifanya collab nikiwa na Malkia Zuu. Lakini pia kwenye kutana pia na Mama D, changamoto waga zipo nyingi sana watu tukiondoka, kwa sababu unajua ni ngumu sana. Unajua wewe mwenye kazi muda wako unautia kwenye kazi, lakini utakaye muomba ni kwamba ni muda wake awekeze kwenye kazi, lakini ana mambo mengine ambayo unasema kwamba kuna kwenda afu unarudi bila kazi. Basi sio mbaya, kwa tukaamua kwamba haya mahusiano tuweke public. Wengi walifikiri ni uongo, nilitukana sana, bali nikaambia kwamba labda mimi sina nyota kupendwa. Lakini vile vile pia hakuna mtu ambaye alikuwa anipatia moyo tofauti na meneja wangu. Anaamini kwamba maneno tu, angalia umetoka sehemu gani na mpaka hapo uko sehemu gani. Kwenye maisha ukisikiliza neno la binadamu anasema kitu gani, huwezi kufanya chochote kwenye maisha. Basi sikukata tamani, nikakaa akasema wenda labda pengine ili Mwenyezi Mungu ana sababu yake. Basi nikaforce watu waamini kwamba mimi kusema anampenda Eliza niko serious. Bahati nzuri watu wakaamini kama niko serious, na mpaka ambako alifikia kujifungua watu walitusupport tukilikawa kubwa, na mpaka muda huu tunavyoishi tunaishi vizuri, niko vizuri na familia yangu. Lakini baada ya hapo nikakaa tukafanya Amenizidi. Baada ya Amenizidi nikafanya kazi zingine, lakini baada ya hapo ikafika time nikaona kwamba sio mbaya, ni muda sasa. Kuna muda mwingine unasema kwamba kuna wakati ambao ukifika huwezi kuzuia. Nikasema basi ni wakati wa mimi kuwa na mwenza wangu ndani. Basi baada ya hapo nikafanya harakati za kifamilia, nikamuoa mke wangu, na mpaka muda huu sasa hivi Bilobilo Star nafahamika kwamba nipo kwenye ndoa na mwanamke mmoja, kwa sababu sisi Waislamu, maana mimi ni dini ya Kiislamu. Uislamu waga tunahesabu ukifunga au ukiunga na mwanamke ndoa, basi inahesabika kwamba ni ndoa ya kwanza ambayo inafahamika kwamba ni ya uhalali. Basi sio mbaya, nikafanya ndoa mpaka sasa hivi nina mke ndani ambaye anafahamika kabisa kwenye familia, lakini pia kidini zaidi.
Kwa mambo mengi ambayo alipitikanaga sana hapo kwenye mambo ya mke wangu kwenye sherehe, lakini pia wengi mpaka muda huu wanaamini kwamba mimi na Mama D hatuko sawa, lakini pia ni kwa sababu ya kuona kwamba mambo mengi ambayo alipitikanaga. Lakini unasemaga siku zote sio kila kitu ambacho mtu utakuwa unakifanya na unakitia public. Mambo mengine ifike time kwamba kuna maisha mengine ya mtandaoni ni kazi, lakini pia kuna maisha mengine ambayo ni serious. Kwa hiyo mambo mengine kusema kwamba mimi kujua kwamba mimi na Eliza tukoje ni mambo ambayo mimi niamue peke yangu kwamba tumeachana ama tuko sawa. Lakini kama ni kusema kwamba kama tunavyotangaza kwamba mimi nampenda mtu fulani mtandaoni kwa sababu ya kutaka watu tu naye pia ajifeel kwamba nampenda, lakini ajue kwamba watu pia wajue kwamba msanii fulani yuko na mahusiano na binti fulani, kwamba msanii mwenyewe hajisikie kwamba naweza nikashare hichi kitu kwa watu. Kwa hiyo basi nikakaa nikatangaza nimeoa, nikafanya sherehe yangu, watu wengi wakaongea mengi, lakini sema kwamba mimi neno ambalo nilikuwa nakumbuka kila siku ambalo niliambiwa toka kitambo na meneja wangu kwamba usikate tamaa, huwezi kuyashinda maneno ya watu, kuishi kwingi ndio kuona mengi. Nasikia kwa mengi ambayo utayaona pia utayasikia ni mengi sana. Akasema wewe tu amini kwamba kweli bado kama mko vizuri na nani na Mama D, hata wakiongea chochote ni sawa tu na bure. Kwa mimi sikuwekeza sana mafikiro yangu, lakini baada ya hapo nikaachia kazi ya Bambam na kazi nyingine nikazifanya kwa mpaka muda huu Bilobido Star nipo na mimi sasa hivi nafanya kazi ya muziki, lakini pia nishaka kwenye ndoa, lakini pia nina familia zangu ambazo zinanitegemea. Hivyo nitaomba sana, na hapa nilipo ni sehemu ambako bado sijafika na sijafikia malengo, lakini pia nitatamani kwa yote ambaye atasikia historia yangu, lakini pia nitaomba kwamba kwa haya ambao mimi nimepitia, ukweli ni mengi na ni magumu, lakini pia nitaomba basi mshabiki au watu ambao waga wanamsupport mtu ndio waga wanamwamulia mtu kwamba hii ambayo tunakupitisha itakuwa ni rahisi ama ni ngumu. Hivyo nitaomba ndugu zangu yote ambaye atanisikiliza, basi naomba sana support yenu, nipo chini ya miguu yenu. Naomba mnisupport mimi kama msanii wenu, mimi kama mtoto wenu. Kwa hiyo nipo chini ya miguu yenu, bila nyinyi siwezi, na naamini kwamba mkinisupport nitafikia malengo, ni pia nitazitimiza ndoto zangu, kwa sababu siku zote mtu kutimiza kitu ambacho anakipenda ni furaha kubwa. Kwa hiyo naamini kwamba mtanisaidia na mzidi kunisaidia, mzidi kujitolea kwa ajili yangu, na mimi naamini kwamba Mwenyezi Mungu atatubariki. A'udhu billahi minashaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Mwenyezi Mungu atujalie na atuepushe na matatizo, atuepushe na hajali, atuepushe pia na vifo vya kutendewa. Ni pia Mwenyezi Mungu atuepushe na tabia mbaya, kuishi vizuri na watu, na Mwenyezi Mungu atujalie tufikie malengo yetu ambayo tunahitaji. Kama kuna ambao wana kipaji kingine cha uigizaji, kama kuna ambao wana wengine ambao labda pengine wanapambana kwa njia zingine, waamini kwamba Mwenyezi Mungu ni wetu sote. Mwenyezi Mungu atufungulie milango tupate riziki zaidi ya hizo ambazo tunazipata. Hiyo ni dua naomba kwa ajili yenu nyinyi ambao mtanisikiliza. Ni pia Mwenyezi Mungu atujalie sisi yote. Nawapenda sana na mzidi kunisupport.